Assalamu alaikum na Ramadhan Mubarak. Karibuni Farwat Kitchen. Leo tupikeni wali wa mboga mboga na cabbage. Msisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu Farwat Kitchen. Kwa hiyo hapo utaanza kwa kuyakaanga mayai. Utayapiga mayai, hapo nimetumia mayai mawili kwa mchele nusu kilo, unaweza ukatumia zaidi. Utayapiga mayai yako vizuri, kisha utayapika kama hivyo mpaka yaive vizuri na utayaweka pembeni. Kisha kwenye karai utaanza kukaanga cabbage. Cabbage pia unaweza ukatumia kiasi upendacho. Utalikaanga cabbage lako mpaka liwe rangi nzuri kama hivi, na utalitoa kwenye mafuta pia uliweke pembeni na uendelee na matayarisho mengine. Kisha utabandika sufuria yako, uweke kitunguu maji, ukikaange vizuri mpaka pia kiive vizuri. Kisha utaweka kitunguu saumu. Utaweka kitunguu saumu pamoja na vidonge vya supu, yani chicken cubes. Unaweza ukatumia chicken cubes ama beef cubes kama hizo mnavyoziona hapo. Nilitumia chicken cubes, yani vidonge vya supu ya kuku. Nimeweka vitatu. Utakoroga vizuri, kisha utaweka carrot pamoja na ngwaru. Ngwaru ni French beans. Utazipika vizuri, kisha utakuja uweke mchele uliouosha vizuri na kuuroweka kwa kama dakika 10 hivi au zaidi. Utaweka mchele wako na pia ukaange vizuri kwanza kabla ya kuweka maji. Kisha utaweka maji ya moto, maji ambayo kwamba umeyachemsha yakachemka vizuri kabisa. Na kwa mchele vikombe viwili, basi unaweza pia ukaweka maji vikombe 4. Kisha utafunika uache maji yakauke, na baada ya maji kukauka kama hivyo, usiache yakauka sana. Ikikauka kama hivyo, utakuja uweke yale mayai uliyoyapika. Utaweka pilipili boga, hapo nilipendelea kuweka pilipili boga mwishoni, na pia utaweka lile cabbage ulilo likaanga, ukoroge vizuri kama hivyo. Uhakikishe wali unaingiliana vizuri na cabbage. Na baada ya hapo basi utaufunika wali wako, uache uive polepole. Utaweka moto mdogo kabisa, ama unaweza ukaweka makaa ya juu na chini. Na baada ya hapo wali uko tayari kama mnavyouona. Yani huu wali unakuwa unashika ladha sana, unakuwa mtamu sana. Basi siku ya Eid unaweza ukapumzisha pilau na biriani, ukapika aina hii ya wali na watu wataenjoy sana. Na aina hii ya wali basi unaweza ukaandaa kwa kuku wa kuchoma au nyama kavu. Kama mnavyoona hapo, wali unapendeza sana, una rangi nzuri. Kwa hiyo mimi hapo niliandaa pamoja na kuku wa kuchoma kama hivyo mnavyoona, pamoja na pilipili yangu. Unaweza kuongezea na salad. Kwaherini. Assalamu alaikum na Ramadhan Mubarak. Karibuni Farwat Kitchen. Leo tupikeni pilau ya kuku. Kwa hiyo utaanza kwa kuweka mafuta, na yakishapata moto vizuri utaweka kitunguu maji. Kitunguu maji uweke cha kutosha, pilau ni kitunguu maji. Kwa hiyo hapo niliweka vitunguu maji vitatu. Na pia utaweka karafuu. Baada tu ya kuweka kitunguu, weka karafuu, alafu kikaange kitunguu maji chako mpaka kiturn golden brown. Ukiweka karafuu mapema sana kama hivyo, basi zinakuwa zinatoa harufu nzuri sana. Kisha utamweka kuku wako. Hapo unaweza ukamweka kuku mbichi ambaye kwamba bado hujampika. Hapo niliweka wangu ambaye nimemchemsha kidogo sana. Kisha utakoroga vizuri kama hivyo, na baada ya hapo utakuja uweke kitunguu saumu pamoja na tangawizi ulichokisaga vizuri kama hivi. Pia utaweka spices, mdalasini, bizari nyembamba, pilipili manga. Unaweza kuongezea spices upendazo, lakini kwenye pilau bizari nyembamba ni muhimu sana, ndio inaleta ile harufu ya pilau. Pia utaweka pilipili boga, na hapo nilikamulia limau. Limau inasaidia kwanza kuleta ladha nzuri, lakini pia wali wako unatoka mmoja mmoja. Na utaweka viazi vibichi. Kisha utaweka maji kulingana na kiasi cha mchele wako. Kama utatumia mchele vikombe viwili aina ya basmati, basi utatumia maji vikombe 4. Na utafunika uyaache maji yachemke. Na baada ya maji kuchemka vizuri, basi utakuja uweke mchele uliouosha vizuri na kuuroweka kwa kama dakika 10 au zaidi. Utakoroga vizuri, lakini uhakikishe hukorogi sana. Utafunika uyaache maji yakauke. Na baada ya maji kukauka kama hivyo, kama mnavyoona, basi utaukoroga tena kidogo na utafunika sasa. Uweke moto mdogo kabisa, wali uendelee kuiva, ama unaweza ukaweka makaa ya juu na chini kama unatumia jiko la makaa. Kwa hiyo utaifunika pilau yako uiache iive, na baada ya hapo pilau iko tayari.
Na pilau sio lazima uweke tomato ama vitu vingi ndio iwe nzuri. Pilau ukipata kitunguu maji cha kutosha na ukaipika kwa makini, ukaipika vizuri, basi inakuwa nzuri kabisa. Kama mnavyoona, pilau inavutia sana na hii pilau ilishika ladha sana. Kwa hiyo utaandaa pilau yako, utaandaa kwa pilipili ya kukaanga na ndizi kama hivyo na kachumbari. Unaweza ukatuambia kwenye comment section ni aina gani ya pilau unayoipenda, ya tomato au bila tomato, ama ya aina gani. Kwaheri. Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kwenye video hii nitakuwa naonyesha jinsi ya kupika wali wa Kisomali kwenye zile episode zetu za vyakula tofauti tofauti vya Afrika. Kwa hiyo kwanza kabisa utakaanga kitunguu maji, utakikaanga vizuri mpaka kiturn golden brown. Kisha utaweka kitunguu saumu, pia utaweka mdalasini, karafuu, kama una bay leaf pia unaweza ukaweka. Na utakoroga vizuri, kisha utakuja uweke njugu. Hizi sio lazima, unaweza ukaweka, mimi nilipendelea tu kuweka, lakini sio lazima kabisa. Kisha utaweka vidonge vya supu, unaweza ukaweka vidonge vya supu, ama kama una supu basi unaweza ukaweka ile supu ya kawaida ya nyama. Na vidonge vya supu unaweza ukatumia kama hivyo, ama unaweza ukatumia vile vya kuku. Kisha hapo nimeweka pilipili boga na dania nilizozi blend. Alafu utaweka mchele, nimetumia mchele wa basmati vikombe 2, na utakoroga vizuri. Kisha nitaweka curry powder, na baada ya hapo utaweka maji ya moto kwa mchele wa basmati. Utatumia ratio ya 1:1. Kwa hiyo hapo nimeweka 1:2. Kwa hiyo nimeweka mchele vikombe 2, nikaweka maji vikombe 4. Kisha utafunika wali wako uwache uive au ukauke maji. Na baada ya kukauka maji utakuja uweke vitunguu ulivyovikaanga. Hivi ni vitunguu maji. Utaweka vitunguu maji ulivyovikaanga. Pia utaweka zabibu. Hapo zabibu zangu zilikuwa kidogo, lakini unaweza ukaongezea kiasi cha zabibu. Pia nitaweka pilipili boga. Na baada hapo utaufunika wali wako. Nitaziba hiyo tundu na niweke moto mdogo mdogo kabisa. Wali uendelee kuiva pole pole. Na baada hapo wali uko tayari kama mnavyoona. Na unaweza ukaandaa wali wako huu kwa nyama kavu au kuku. Kwa hiyo kama mnavyoona wali umechambuka vizuri na una muonekano mzuri. Na huu wali ni mtamu sana. Yaani ukila tongi vile ukisikia ile ladha ya zabibu na njugu, basi unakuwa mtamu sana. Kama mnavyoona hapo niliandaa na nyama yangu. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Mpaka wakati mwingine, kwaherini. Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitakuwa naonyesha jinsi ya kupika wali wa maboga. Kwa hiyo utaanza kwa kukaanga kitunguu maji. Utakikaanga mpaka kilainike vizuri, kisiturn golden brown, kilainike tu vizuri. Kisha utaweka kitunguu saumu cha kutosha, utakoroga vizuri. Kisha utakuja uweke vidonge vya supu. Unaweza ukaweka vidonge vya supu au hata supu yenyewe kama uko nayo. Kwa hapo nimeweka vidonge 4 kama hivyo mnavyoviona, va size kama hiyo mlioiona. Utakoroga vizuri, kisha utakuja uweke pilipili boga. Hapo niko na mapilipili boga ya rangi 2, lekundu na yellow. Kwa hiyo utaweka pilipili boga, na pia utakuja uweke ngwaru na carrot. Ngwaru yani French beans, zote ulizozikata kwa urefu. Utakoroga vizuri. Na kisha utakuja uweke mchele. Hapo nimetumia mchele wa basmati. Utaweka mchele ulioroweka kwa kama dakika 20 hivi au dakika 10. Utakoroga vizuri. Huu ni mchele mbichi. Kwa hiyo utaweka mchele mbichi. Kisha utakuja uweke maji, na kiasi cha maji itategemea na mchele wako. Hapo nimeweka maji ya moto. Kwa mchele vikombe 2, basi utaweka maji vikombe 4. Yani maji yatakuwa mara 2 ya mchele wako. Kisha utaweka viazi vibichi ulivyovikata pia kwa urefu, na utakoroga vizuri. Pia utaweka chumvi, na ukumbuke vidonge vya supu huwa viko na chumvi. Kwa hiyo utaonja kwanza kisha uweke chumvi, na utafunika mpaka maji yakauke. Na maji yakisha kauka, mwishoni utakuja uweke dania na zabibu.
Utakoroga vizuri. Na kisha utafunika wali wako, uweke moto mdogo mdogo kabisa. Nitaziba hiyo tundu hapo kama mnavyoona. Na baada ya hapo wali uko tayari. Utaweka moto mdogo mdogo kwa kama dakika 15 hivi, na baada ya hapo wali uko tayari kama mnavyoona. Yani huu wali unakuwa unashika ladha sana, unashika tamu sana. Kwa hiyo unaweza ukaandaa kwa nyama kavu, au hata unaweza ukaandaa kwa kuku au chochote upendacho. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tafadhali msisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.